Habari, kwa majina naitwa Isa Suleiman Kaskasi. Hii ni Hatima Studio. Kwa muda mrefu nilikuwa nafanya kazi kwa watu. Nilifanya kazi sehemu nyingi sana, ikiwemo viwandani. Nilifanya kazi kwenye kiwanda cha nondo, nilifanya kazi kwenye magodauni ya kemikali, nilikuwa mpaka konda wa daladala. Lakini yote kutafuta ujira wangu. Sikuwa na pesa, ila nilikuwa natafuta pesa kwa ajili ya mimi kukidhi maisha yangu. Tunatoka usiku saa alfajiri saa 10 na kurudi saa 6 usiku, lakini hakuna chochote tulichokuwa tunapata zaidi na zaidi tu kuambulia matusi ya abiria. Sasa wasichokijua abiria, wanatuona sisi madereva na makonda hatuna akili timamu. Kitu kidogo wao wanakuwa wanawaka, wanafanya nini, lakini hawajui sisi ambao tusiokuwa na akili timamu tunawatoa majumbani kwao asubuhi, tunawapeleka makazini kwao, na tunawatoa makazini kwao jioni, tunawarudisha majumbani kwao. Sasa kama tungekuwa hatuna akili, hayo yote tungefanyaje? Yaani abiria yuko radhi akutukane, akukunje kwa sababu umekosa shilingi 100 tu. Unamwambia change sina, nitafanyaje? Ngoja nikutafutie, nitakupa. Mzozo. Nikaona sio issue. Nikaamua ni stay home. Nikaachana kabisa na ukonda wa daladala, nikaachana kabisa na wale wa daladala. Nikakaa nikawaza, nafanya kazi gani? Mimi mtoto wa kiume. Sawa, nafanya kazi gani? Nikawaza sana. Mwisho wa siku nikajifunza bodaboda na bajaji. Bahati nzuri nikapata bodaboda. Siku ya kwanza, mteja wa kwanza, ilikuwa kama nuksi. Nilimpakia dada mrembo sana. Ilikuwa kwenye saa 5, saa 6 usiku. Akaniambia nimpeleke sehemu moja inaitwa Mabwepande. Sasa kule Mabwepande tumefika sehemu ambayo yeye aliponiambia niende. Nikasimamisha pikipiki, nikamwambia ndio hapo. Alichonijibu akaniambia kwamba nimsogeze mbele. Nikakaa nikawaza, kule anaponiambia kuna kiza, nifanyeje? Kwa sababu ni mtoto wa kike, nikaamua nimwonee huruma, nimsogeze. Kumbe ndo lilikuwa kosa kubwa kwangu. Nilivyomsogeza akashuka tayari. Baada ya kushuka anahangaika kutoa pesa kwenye wallet yake, ikatokea bodaboda hata ilipotokea ikanitarget. Sijakaa vizuri, nikapigwa rungu la kichwa. Bahati nzuri ilikuwa na helmet. Nikaona hii mbona kama vita? Ngoja nijitetee basi. Sijakaa vizuri, rungu la mkono. Ili mradi mimi nisifanyaje? Nisiendeshe pikipiki na kuondoka. Nikashuka kwenye pikipiki kwa haraka. Nikataka kujitetea, lakini mwisho wa siku wale watu walikuwa wengi. Wakawa bado wananifukuza. Sasa mimi kukimbia nilikuwa nakimbilia kwenye mwanga. Mwisho wa siku nika success, nikakimbia. Bahati mbaya pikipiki wakafanyaje? Wakachukua na kuondoka nayo. Fikiria umbali wa kutoka Mabwepande mpaka nije kuitafuta Bunju. Ni ukiangalia saa 8 za usiku. Hakuna bajaji, hakuna bodaboda, hakuna gari. Nafikaje Bunju? Nikaanza mdogo kutembea, huku nikiomba Mungu wangu anisaidie. Kweli nimefika Bunju, nikarudi nikiwa nachechemea, nimeumia. Mwisho wa siku nakuja namwambia mwenye pikipiki, ananiambia haiwezekani, wewe utakuwa umeuza. Mwisho wa siku akanifikisha mpaka kituo cha polisi. Nikaenda kituo cha polisi, nikalala kama wiki. Basi kwa sababu serikali yetu iko makini, tukakubaliana mimi nilipe. Tukaandikishiana, nikatolewa kwa dhamana. Sina kazi, sina chochote, naweza kulipa. Nikarudi nyumbani nikawaza, napata wapi pesa ya kulipa pikipiki ya watu? Mungu si asumani. Haikupita hata wiki moja au wiki mbili, nikapata bajaji. Hiyo bajaji nayo ilikuwa hivyo hivyo. Nafanya kazi, pesa napeleka kule. Nyingine nampa bosi, nyingine nahitaji kula.
chumba pia ninachokaa nahitaji kulipia, kodi imeisha, nafanyaje? Nisipopeleka huku makubaliano yanaenda wrong. Nisipompa pesa yake bosi mwenye bajaji, mimi nakosa kazi, nafanyaje? Mwisho wa siku nikaona kwa nini najiumiza na kwa nini naendelea kufanya kazi za watu. Mwisho wa siku nikaona niachane kabisa. Baada ya kumaliza lile deni la bodaboda, nikaachana kabisa na kazi. Nikawaza nina kipaji kichwani mwangu, naweza kuandika script, kuimba, mimi ni director, mimi ni cameraman, mimi ni editor. Hivyo vyote viko kichwani mwangu. Ndipo nikaamua niachane na kazi ya zamani, nianze hatima yangu. Hii ndio hatima yangu. Sasa nimeamua kuacha kila kitu, naipambania ndoto yangu. Haijalishi ni ngumu kiasi gani, lakini naamua kufanya. Kinachoniumiza zaidi na kilichokuwa kinanifikirisha sana, nina marafiki wengi sana ambao wapo kwenye tasnia hiyo na tumefanya kazi nyingi, lakini wao wanaweza vipi kufanikiwa? Akiwemo Kipala Brand, Panjuan, akiwemo Chado Master, Cramvevo, Steve Mosi, Dubu na Chiko Media na wengine wengi ambao ni marafiki zangu. Nikiwa nawaona naishia kuwaita tu bosi, namba 2000, 5000, 10,000 wananipa kwa sababu ni rafiki yao. Nikaona haya maisha mpaka lini? Nikawa najiuliza mimi nakosea wapi? Ni mfumo wangu wa maisha au ni jitihada zangu bado hazijafika pale nilipo? Nikaona ngoja nianze sasa. Nimeacha jina langu la zamani, sasa nina jina mpya, Hatima Studios. Ndio kimbilio langu. Natamani nifike kama wao ambao waliofika. Natamani ni success kama wale ambao waliofanikiwa. Na waza nitawezaje? Nitafikaje? Lakini kwa sababu Mungu yuko pamoja na mimi, basi sina budi. Nitapambana, nitafikia malengo. Ninaanza rasmi safari hii. Japo sijui ni lini, wakati gani, na itakuwa ngumu kiasi gani, lakini nimeamua kuzipambania ndoto zangu. Ukiwa kama kijana, unafanya kazi kwa watu na una ndoto zako na una imani zitakufikisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, basi subscribe Hatima Studio kwa sababu ni yako. Itakufikisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Asante.